Efraimu. Mwambie leo umefika Sufu. Mwambie leo umefika mahali sahihi. Yako mafuta asubuhi ya leo. Yuko Mungu aliye hai mahali hapa. Kila ulichokiangaikia inatamka asubuhi ya leo. Mungu aliye miaka kadha wa kadha na mimi nikazaliwa. Nilipozaliwa Mungu akanipa neema. Nikasoma shule kwenye mifumo yetu ya kilimo. Nikawa nimesoma. Baadaye nikapata kazi pale Dar es Salaam. Kazi nzuri. Nikawa naingia ofisini pale. Nafanya kazi. Na sikuwahi kufikiri naweza kufanya nchi ya Dar es Salaam. Haiwezekani. Nimejiwekea tu. Lakini wakati nasoma nikasema chochote. Nilikuwa nakaa na rafiki yangu. Sasa ndio tunamaliza elimu yetu ya juu mwaka mwisho. Rafiki yangu akawa anaota ndoto. Ofisi moja ina bendera za kimataifa nyingi. Akaniambia nimeota ndoto zaidi ya mara 3 mara 4. Naona ofisi ina bendera za kimataifa. Mimi nikilala nilikuwa najiona niko kwenye majukwaa hapo na ubiri. Rafiki yangu akiamka ananiambia bwana nimeota. Tulipomaliza masomo yetu rafiki yangu akapata kazi nzuri kwenye yale mabendera hapa Dar es Salaam. Mimi niko mtaani. Nimetuma application kama 180 hakuna kazi. Siku moja yule rafiki yangu akaona kwa nini mwenzangu apatisha. Lakini kila nikiona nikiota najiona niko kwa. Akanitafutia kazi ofisini kwao. Nikaenda pale nikafanya interview. Yule mzungu akaniambia kesho utaanza kazi. Nilipofika asubuhi akaniambia tupokaa kikao jioni tulibadilisha mawazo. Tutakuita wakati mwingine. Ule mji wa Dar es Salaam unajua, hebu fikiri unapotembea sasa. Unaona kama watu wanakuzomea. Amen. Lakini kumbe Mungu alionyesha hata Mungu alianza kunifundisha somo gumu. Wakati nimekupeleka kule kwenye elimu, kila mtu ana hatima yake. Baadaye nikapambana, nikapata kazi kwingine na lazimisha. Nilipopata kazi nikawa nafanya. Baada ya miaka kadhaa nikiwa ofisini, ikatokea sauti, nataka uondoke. Sasa niondoke inakuwaje? Ikaja sauti kwa mara nyingine, ondoka. Lazima siwezi kuondoka. Akatumwa mtu kutoka mahali ambapo natakiwa niende mkoa wa Arusha. Akaja. Alipofika akaniambia bwana ametuma. Mazingira ya hatima yako Arusha. Sijawahi kuishi Arusha. Sijawahi kukaa Arusha. Nikafunga safari, nikasita kidogo, nikakaa pale Dar es Salaam, nikaendelea, nikaresign, nikaondoka kazini, niko mtaani. Si jambo jepesi kwa mzazi, chukulia mtoto wako ndio angekuwa mwanao. Kwa hiyo kama familia iliponielewa, rafiki wa kunielewa, lakini naitafuta hatima. Wenzangu wameona bendera, mimi sijaona bendera. Wenzangu wameona ni ofisi kubwa, mimi sijaona ni ofisi kubwa. Sikiliza mtu. Nilipofanya decision ya kwenda Arusha, nilipokanyaga ile ardhi sielewi inaanzia wapi. Nilipofika pale, Bwana akafanya jambo ambalo huwezi kuamini. Bwana akanitendea vitu ambavyo huwezi kuamini. Leo hii huyu unayemuona yuko madhabahu. Sasa wale ambao wako kwenye zile bendera zile mpaka leo wako na maposition makubwa. Mimi ndio mchungaji wao. Amen. Nashukuru Mungu. Nilipata nafasi ya kuwepo mkoa wa Morogoro. Ninatokea Arusha. Ninamtumikia Mungu hali. Majina yangu ni Pastor GB Richard.
Lakini pekee nishukuru madhabahu kwa kunipa nafasi kuweko hapa. Si jambo jepesi, ili Mungu amenipa neema. Amen. Na mimi mapema kabisa niwakaribisha Arusha, karibuni Arusha. Hallelujah. Ni wiki ya kipekee sana, ni wiki ya tofauti sana. Hebu kamata mkono jirani yako, mwambie usikose wiki hii inayoanza. Mwambie ni wiki iliyojaa maajabu ya Mungu sana. Mbona kama uongei? Mwambie ni wiki iliyojaa maajabu ya Mungu sana. Mwambie ni wiki iliyojaa ishara na maajabu. Hallelujah kanisa. Hallelujah kanisa. Unajua nasikia raha sana kumtumikia Mungu aliye hai. Hakuna kitu napenda kama kumtumikia Mungu aliye hai. Yake vizuri jambo. Hallelujah. Bwana Yesu sana. Kwa dakika chache ambazo Mungu amenipa, kichwa cha somo ambacho tutatembea nacho, ifahamu hatima yako ili kurejesha haki zako zilizopotea. Hebu turudie maneno haya, tuseme ifahamu ifahamu hatima yako ili kurejesha haki zako zilizopotea. Hallelujah. Jioni nitaeleza kwa kirefu zaidi. Watu wengi wamekuwa wakipambana chini ya jua. Kila mtu anatafuta haki. Yawezekana kwenye eneo la afya, eneo la uchumi na maeneo mengine kadha wa kadha. Lakini kutafuta haki bila kuijua hatima yako hauwezi kupata. Haki yoyote unayotafuta nje ya hatima yako hauwezi kupata. Na moja kati ya tatizo kubwa, na hili ni tatizo kwa level ya kitaifa, namba kubwa ya watu hawajui hatima zao. Watu wengi hawajawahi kupata picha ya hatima. Lakini tangu misingi ya dunia kuumbwa, hakuna mahali Mungu alimleta mwanadamu chini ya jua bila kumwonyesha picha ya hatima yake. Watu wote kwenye Biblia, wote walioletwa duniani, kila mtu aliona picha ya hatima yake. Unaanza kumshangaa Mungu anaongea na Rebeka. Rebeka akiwa anataka kujiua, akiwa mjamzito, Mungu anamwambia tulia Rebeka, anamwambia ndani ya tumbo lako umebeba mataifa mawili. Anza kumshangaa Mungu anamwambia Rebeka, ulichobeba sio watoto tu, haya ni mataifa. Anza kuliona jambo la ajabu. Leo kuna taifa la Israeli ambalo lina watu kama milioni 8. Lile taifa lilikuwa ndani ya tumbo la mtu. Kumbe Mungu anaonyesha picha ya hatima yako hata kabla hujazaliwa. Anza kumwangalia mtu mmoja anaitwa Samson. Anza kuangalia Mungu anamtokea mama yake pale Samson, anamwambia kuna mtu atakuja amebeba jambo hili, atawasaidia mtu huyu. Mungu anamueleza pale. Anza kuendelea, unaangalia mambo ya ajabu sana. Unaanza kumwona Yohana Mbatizaji. Mungu anamueleza mzee Zakaria akiwa kwenye zamu yake ya ukuhani kwamba kuna jamaa mmoja anakuja atatangulia mbele ya Yesu. Mtu yeyote aliyekuja chini ya jua anayo kazi ya kufanya, na Mungu alionyesha in the mighty name of Jesus. Hata wewe uliye mahali hapa, haukuja duniani bure, unayo kazi ya kufanya. Lakini tatizo ambalo tunalo, watu wengi hawajui hatima zao. Lakini vile vile hata wakati Yesu Kristo anakuja wa Nazareti, anza kuliona jambo la ajabu sana. Kwa nini malaika Gabriel aje amwelezee Mariamu, amwambie kuna mtu anakuja, amwambie kuna jambo litatokea, amwambie kuna mtu anakuja chini ya jua? Kuna mtu yeyote aliyekuja chini ya jua, hatima yake ilikuwa wazi kabisa. Lakini alichokifanya shetani, amepoteza hatima za watu wengi. Na wiki hii tutakuwa tuna operation ya kuirejesha hatima yako in the mighty name of Jesus. Kama umenielewa sema amina. Hebu sema hatima yangu lazima irejee. Ni mfalme kwenye elimu, ni mfalme juu ya Tanzania, yuko mahali hapa. Ninaongea naye ameketi mahali hapa. Ninatamka kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, ninayamimina hayo mafuta juu yako, juu ya watoto wako, juu ya kazi yako. Korabo shaka, raibo pali ya kata. Hata mimi niliangaika. Nikipita maeneo mengi, nilikuolezeshia mzee wangu
Ninaongea na watu waliovuja machozi kwa muda mrefu. Yesu, leo hii nikikaa pale mwisho, kwa kunakuja kuna barua. Unaweza kuingia. Unaomba mwelekeo kwenye kikao. Cha maamuzi. Unaanza wote tulienda basi. The mighty of Jesus. Mpe Bwana makofi ya shangwe. Nani kama wewe?